sasa nataka tuzungumze kuhusu mafuta. Mafuta ambayo tunatumia sana na watu wengi wanaikula sana na wanaipenda. Kuna mafuta tunapata nje na kuna ingine yenye tuko nayo mwili. Mwili wetu iko na mafuta. Na ile mafuta ni ya mzuri. Inasaidia mwili, inafunika mwili ili mwili isipatwe na shida mbalimbali. Inafunika wakati unataka fika labda kwenye kuko mnofu, unatanguliza mafuta, ile mafuta inazuia, yani ina protege mwili wako. Ile mafuta tutazungumza pia katika hii mafuta, nitasema mafuta ya kiroho na sorte ya maisha ya mafuta kwa mtu. Tufungue Biblia zetu. Tuone katika kitabu ya kwanza ya Samuel. Kitabu ya kwanza ya Samuel sura 16. Mstari wa kwanza tutashuka chini. Karibu kwa mstari wake wa 10. Karibu tusomee. Tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza 16 moja mpaka 10. Nasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Ijikaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Betlehemi, maana nimejipatia kwa Yese Betlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Maana nimepata mfalme katikati ya wanawake, watoto wake. 2. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Samueli akasema, eske nitaenda kweli? Sauli mfalme sataniua. Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe. Mnasikia sasa strategy Mungu amepana. Chukua ndama pamoja nawe. Ukasema, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Sauli akikuuliza wewe unaenda wapi na ile ndama na ile kondoo, utamwambia nimeenda kutolea Mungu wangu dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu. Utamuita Yese akuje kwenye hiyo dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda. Nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja, na yule ambaye nitakuonyesha ni yule utamupaka mafuta. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Samueli akafanya hayo aliyofanya Bwana. Amen. Achia hapo. Bwana asifiwe. Amen. Ni kusema kuna nyimbo moja, waimbaji moja waliimba zamani, lakini nyimbo ya Kinyarwanda inasema juu ya hii seremoni ilifanyika ya Mungu. Sauli we, Sauli we, Sauli nzamunyura hehe. Tulikuwa tunapenda kuisema zamani. Sauli we, Sauli we, Sauli we, Sauli we, Sauli nzamunyura hehe. Namenya ko nagiye Yerusalemu, mimi ko mwami wa Isirayeli. Sauli we, Uwiteka bwira Samweli, uzarebe iyo nyana ishashi, uzayivugireho amagambo, nicyo gitambo cy'Abisirayeli. Sauli we. Amen. Amen, amen. Amen. Inasema Sauli nitamupita wapi? Lakini Mungu akamwambia Samueli, ukamate hiyo ndama. Hiyo ndama ndio utasemea kwa maneno, ndio itakuwa chanzo ama ndio itakuwa laissez passer ya kukupitisha.
Jameni, katika kazi ya Mungu inabidi kuwe na resepasi. Amen. Ya kukuwezesha kutumika hiyo kazi unayotumika. Nasema sio mafuta. Sasa yeye Samuel aliendelea kafika kwa Yese. Yese alikuwa na watoto 6 wenye wanakomaa. Katika watoto yake alikuwa na watoto wenyewe wanajulikana, wenye wanapendewa. Jameni, Mungu akitaka kukubariki haiombe uanze ujulikane na watu. Mungu akitaka kukuinua haiombe ukwe wewe unajulikana mukartie, hata ujulikane mukartie. Mungu akitaka kukuinua anaweza kukuinua. Amen. Anaweza kukuinua hata katika jamaa yako, unaweza kuwa ujulikane, lakini Mungu akitaka kukuinua na nakuinua. Amen. Amen. Sasa Mungu akamwambia Samueli, uende kwa Yese. Katika watoto wa Yese ni mure nitatosha mwenye atakuwa mfalme, na ule mfalme ni yeye atagomboa Sauli. Samueli kaenda. Niko nasema juu ya mafuta. Tukisema mafuta, kuna mtu anahusika na kupakala mafuta na kuna kuwa mwenye tapakaliwa mafuta. Hakuna mwenye anajipakalaka mafuta. Kila mtu anapakaliwaka mafuta na mwingine. Mwitu vya kiroho ndio vile vinakuwaka. Hatuna kuwa na kiroho cha aje, inaombaka upate mtu mwenye atakupakalaka mafuta. Lakini kuko watu wenyewe wanapendeka wajipakale mafuta. Mafuta ya kiroho haiko sawa mafuta ya kimungu. Haiko sawa mafuta ya kimwili. Mafuta ya nje ya msoko. Mafuta ya msoko unaweza kuinunua, unajipakara, unaipiga, unaiweka kwenye unataka. Lakini mafuta ya kiroho inaomba ipakaliwe na mtu mwingine. Mtu mwingine ndiye Mungu atatumia kusudi ndiye akupakae mafuta. Ndiye akuombee kama kuna kitu utajipata na ukipate kupitia ule mtu mwenye Mungu ameinua juu yako. Mungu akamuinua Samueli ili aende kupaka mafuta mtoto wa kutoka kwa Yese. Akafika pale sasa kwa Yese. Alipofika kwa Yese, munyumba sasa bazazi banaonaka, mtu anaonaka kama mtu na Mungu anaona kama mtu. Yese akaona nabii Samuel ametokea. Akasema, nimekuja, Mungu amenitumana kwako ili ulete mtoto nimupakale mafuta. Yese na alikuwa na mtoto kwanza mkubwa. Alipoona sikia tu ile neno akasema, ya ni ule garso wangu. Ni ule kuna mwingine. Jameni, ni kutembea pole pole. Mawazo ya Mungu haiko mawazo ya mtu. Vile unawaza haiko ndio vile Mungu atatenda. Mungu atatenda tofauti na mawazo yako. Ndio maana unaonaka kuna mtu anabakia kama majaribu, anakutana na jaribu na msumbua, anaomba Mungu, anasema Mungu, hii jaribu ishe mwezi. Unaona ile mwezi imeisha na jaribu haijaishi. Ni sababu gani? Ni sababu mipango ya Mungu haiko ndio mipango yako. Vile Mungu anaokoaka ni tofauti na mwanadamu vile anaokoaka. Mungu anabariki kwa wakati wake, lakini mwanadamu anapendaka barikiwe leo. Mwanadamu anapendaka magumu ishe leo. Mungu wewe leo bishe, Mungu bimalize. Na kuna wakati unaomba maombi ya kusema Mungu kama habiishe, kama bishe. Hapana, omba maombi ya pole pole, vinaweza isha ama havitaisha. Ya muhimu endelee kuishi. Ya muhimu endelee kuishi. Maana muda wa Mungu ikifika vitaisha, vitajitosha. Huyu sasa wakamuleta. Walipomuleta kusudi wamupakae mafuta. Samueli alipomuona na akamuona ni kwera, akaona ni kiana mwenye napendeza kwa mwili, lakini Mungu akasema haiko ule. Yes, baba yake akasema pana, mbona huyu ndio nilikuwa nawazisha? Akarudia akasema basi njoo huyu mwingine. Njoo huyu sasa. Akaleta mwingine. Naye Mungu akasema haiko huyu. Akaleta watoto wote akaisha.
Ikusema unaweza kuwaza leo tuko samedi. Hivi kuko mtu mwenye niombaka kasema Mungu leo ni lendi. Bisifike samedi na hujabimaliza. Sasa samedi lishaisha. Njoo hii samedi. Tumefika samedi. Na labda havijaisha. Na havijaisha. Na yawezekana ulikuja hapa sasa uko nasema Mungu, hii journée iko na masaa 12 kutangu asubuhi mpaka saa 12. Mungu najua tu vitaisha. Hivi kuna chungana na masaa. Lakini nataka kutuliza moyo, tembea polepole hata viishe ama visiishe ungali hai. Ya muhimu endelee kuishi sababu wakati utaishi na Mungu atamaliza tu. Amen. Atamaliza na vitatoka. Amen. Akabaleta bote bakaishi. Uko mwenye nakosemaka mimi niko na makala, hii makala Mungu isha nilisha inipa ingine. Inaisha na hajapata ingine. Basi. Imeisha. Huyu Yesu naye watoto waliishaka na hajapata mfalme. Lakini Mungu alikuwa anajua mfalme atatoka wapi. Mwezi naweza ishi. Leo ni le 20 combien? Le 25. Unafika le 25 kuna bakia 5 jours. Amen, amen. Amen. Unafika le 25 kuna bakia 5 jours. Huko nasema Mungu mara hiyo, mbona hii mwezi nataisha Mungu? Yenye nilikwambiaka, kweli Mungu natanigeuka. Mungu hajakugeuka. Mungu iko ule ni sababu wewe ndio uko haraka. Usikue haraka, tembea polepole. Mungu hapendaki watu wa haraka. Tembea polepole. Sasa watoto wakaisha, akamuuliza kuna watoto wengine, akasema hakuna wengine. Lakini kwa mwisho akakumbuka, lakini ninabakia na katoto kamoja kwenye kako mpori. Kanachunga kondoo, kale tuni kakubakia kule, mwenye nilitayarishaka kale hakako ndani. Kale hakako ndani. Usizara wake mtu mu maisha, sababu mwenye huwazie ndio mwenye anaweza kugeuka baraka zako. Mtu mwenye huwazie na labda mtu mwenye ulikuwa naima ndio mwenye atakusaidia kesho. Ulikuwa unahangaikie, ulikuwa unamuona kama bure, ulikuwa unamuona kama mtu mwenye haiko amana, lakini kumbe ndio mwenye Mungu alishatayarisha. Ndio mwenye Mungu alishatayarisha kusudi ndio akwe baraka yako. Amena. Usidharau mwenzako. Usidharau mwenzako. Sababu ule mwenzako yawezekana Mungu atamtumia kesho akuwe baraka zako. Ukure juu yake. Sasa wakaleta kale katoto wakakaleta. Daudi alipochomoka sasa nakuja. Pale sauti ya Mungu ikasema ni ule. Ule ndio mwenyewe nilitayarisha. Ule ndio mwenyewe atapakaliwa mafuta. Nataka niwaambie hata mu vitu vya kiroho, mwenye habawazie ndio mwenyewe anazazwaka. Mwenye habawazie ndio mwenyewe anatabiraka. Mwenye habawazie ndio mwenyewe anafunduliwaka. Amen. Bale mwenyewe mnaona ni balichakuwa ba maalum mu mahubiri na mu utumishi wa Mungu. Si kwamba walisoma masomo mingi, lakini ni kwamba ni sababu Mungu aliwachagua. Mungu akisha kukuchagua, haliombe masomo. Kama vinaomba masomo, mjakazi Kavira hange kwa nabii. Sababu masomo yake hapa kuko manabii, walifanya university hapa wanamshindia masomo, lakini hapa mjakazi Kavira unafika tu mbele yake kadogo tulishaanza kukuona wewe. Ulilala wapi? Nimekuona. Nimekuvumbura wewe. Hopana kimoja kama wewe. Sababu gani? Amepewa ile neema ya kuweza kujua ile. Lakini kuna mwingine naye bagifika kubya masomo na Bifransa, Kavira anasema pardon, ile masomo sikuisoma. Nibakileta vitabu anasema andika na hapa. Kavira anasema pana, murete ndaweka injo nini tena. Njo kidore ndaweka kidore. Sababu kusinye sibijue. Lakini naye kuna neema amepewa yenye ule mwingine hakupewa. Kuna neema ulipewa na huyu naye kuna neema alipewa. Ndio maana katika kanisa kila mtu aheshimu mwenzake. Amen. Amen. Mimi ninakushinda kutabiri
naona ni shida kusema Kifaransa. Ndio vile hapa tuko na walisanse huko mwaikundi yetu. Walisanse wako ndani. Sai wakisema wa mathematicien wenye walisoma matematiki na vitu vingine, Mungu wako ndani wanachao. Wadokteri tuko tunawasema Mungu wako ndani. Ni sababu gani? Mungu amewainua hivi. Lakini kafira naye anasimama pale, anasema ndabachunga saa ya kusifu. Nyie wa madiplome wa universitere, nyie hamutaonyesha mimi ndio naonyesha. Mimi peke. Wakisema waombee na hapa mimi peke. Lakini pia kuna mtu anapataka ile neema, anapata hichi na hichi. Ile nayo ni neema nyingine. Amena. Mungu anamupa hapa, anamupa na hapa. Lakini hakuna mwenye anakuwa na vyote. Hakuna mwenye anakuwa na vyote. Ndio maana kila mtu anahitaji mwenzake. Amena. Kila mtu anahitaji mwenzake. Sasa tungali tunasema juu ya mafuta. Mungu akamwambia Samueli, huyu ndiye nimekutuma nako umpakae mafuta. Pale akakamata mafuta yenye ilikuwa ndani ya pembe. Jameni, kuna namna mbili ya mafuta zilikuwa zinapakaliwa watu. Kuna mafuta yenye ilikuwa inatokea ndani ya pembe na mafuta yenye ilikuwa inatokea ndani ya chupa. Ile mafuta ilikuwa tofauti. Yote ni mafuta lakini tofauti. Ukikamata pembe unaipiga chini haiweze pasuka. Lakini ukikamata ile chupa unapiga chini naweza kupasuka. Sauli alipakaliwa mafuta ya kutoka ndani ya chupa. Daudi akapakaliwa mafuta ya kutoka ndani ya pembe. Ni kusema mafuta yenye Sauli alipakaliwa ilikuwa tofauti na yenye Daudi alipakaliwa, lakini yote ni mafuta. Amen. Tuko na wanabii. Unaweza kuwa nabii na huyu ni nabii, na huyu ni nabii, na huyu ni nabii, lakini ni wanabii tofauti. Amen. Tumekubaliana ile sasa. Hata sote tuko wanabii. Sasa hii mafuta nikimbie katoko nifike kwa sehemu mbili labda vitu kidogo. Hii mafuta kuna mafuta ya aina 5. Kwanza hii mafuta ya kiroho ni mafuta gani? Ni nguvu za Mungu. Zenye Mungu anapatiaka mtu kusudi mtu atembee nazo. Mafuta yenye Daudi alipakaliwaka. Wakati tu alipakaliwa ile mafuta alikuwa amewekewa uwezo. Ni kusema hata wajuri muzaraka lakini mmekuwa tofauti. Sawa, amepakaliwa mafuta. Huyo mwenye amepakaliwa mafuta, kuna uwezo wa Mungu umeingia ndani mwake. Ukimuona ule mtu hata nakula kusani akiikara bataanza kumheshimisha. Karibu muikali. Na mama yake wa kumuzara watatembea hivi. Niwaulize. Sasa nikitembea na papa kunizara. Tunaenda. Tunafika kwa kanisa. Ama kwenye kuko mkutano fulani. Ni nani ndio atapatia kiti? Si ni mimi. Mimi nimepakaliwa mafuta, niko mchungaji. Yeye alinizara lakini hakupakaliwa ile mafuta. Na sitamsimamia ndaikala. Sababu ni kiti ya mafuta, haiko kiti ya baba na mama. Ni kiti ya mafuta nimepakaliwa, ndaikala naye pale bila mshughuli na muone. Ndaikala kukiti pale. Papa iko pale wasi batamuona kule batashughulika. Na tiaraje ni musemee muone ule mzee. Ule mzee na bamuikalisha kukiti ya wazee, haiko kiti ya mapakaliwa. Kuna kiti ya mpakaliwa na kiti ya mtu asiye pakaliwa. Huyu Daudi wakati wamempaka mafuta akakuwa mpakaliwa. Ngoja niwaambie geste ya kwanza ilifanya wakati amepakaliwa mafuta. Amen. Usudi mahubiri yetu tuikate.
Wakati sasa amepakaliwa mafuta, akarudia mupori. Jameni, na ile mafuta alimpakaraka kuficha na muvita. Tuna mafuta tunapakaliwaka na bahadui wanatuzunguka. Watu wanadukatara. Na hapa kuko bunye wako mu maombi, lakini kunyumba hawajue kama yuko hapo hapo. Anajificha, anasema bwana wangu akibijua mara hiyo sitamupona. Ifanyisha ambia wanake nilienda kusoko. Ama niko kunyumba, lakini anajificha hapa. Nakumbuka kama mama moja mwenye alikuwa anakuja kuomba hapa. Mnamkumbuka Kavira huyo hapa chini ya Rwanda. Nashamia huko. Ule mama alikuwa anakuja kuomba mu maombi, mu makesha usiku. Juu mchana bwana yuko kunyumba. Sasa nakuja mu maombi hapa. Anaomba. Telefoni iko pale. Bwana anamuita saa 5 usiku. Halo? Uko? Mimi anakuwa sana mwenyewe toka usiku. Nilikuwa nasinzia. Na ikana tabiri hapa. Nilikuwa nasinzia. Siku moja bwana akakuja kunyumba kwake na mama iko hapa maombi. Kongota mulango mtu haramuki. Kongota mulango hakuna kusema karibu. Mama iko hapa. Mama wakamuita sasa, akaita ku telefoni. Mama kaiona akakataa kudekroshe. C'est comme si Mungu alibufunua alimwambia tu Zamiri na mwambie usidekroshe. Akataa kudekroshe. Bwana alikuwa muganga pale kunani kwa entre president docteur pale. Bwana akasimama akachoka, akarudisha. Akarudia kwa kazi kule. Mama naye asubuhi akafika kunyumba. Ananyama bwana tulia tu. Bwana anafika mchana. Sasa ulikuwa wapi? Siku gani? Usiku. Usiku. Nilikuwa wapi sasa? Nilikuwa wapi? Nilikuwa nalala. Mbona nilifika hapa na kongota nilikuwa nasinzia sikia. Ukongote kama mtu alishasinzia. Kwa mwisho akaelewa kwamba alishasinzia. Niko nawaambia hivi. Kuna mtu anaweza kuwa hapa mu maombi na kwamba hataki. Bwana yako hataki. Ama bibi yako hataki. Ama mama yako, baba yako, tote wazazi hawataki. Lakini sababu ulipakaliwa mafuta inakuoblige kukuja tu. Uombe. Sababu kuna kitu kiko kinakusukuma kuomba. Ndio maana ukikatara maombi. Simile niko na maombi. Ukikatara maombi, usiseme ni mtu amekukataza. Sababu kilicho ndani mwako ndicho kinakusukuma kwenda kuomba. Kile kitu kama hakiko hautaenda kama maombi, utakuwaka na masababu, lakini ukisha kuwa na kile kitu kitakusukuma kwenda kuomba. Kitakusukuma. Amen. Kitakusukuma na kile kitu ndio chenye kinaachaka unaacha na makazi zako. Kazi za faranga unaziacha. Unaacha kwenye watu wenye kupa kitu. Unaacha mwenye ungeenda kuona. Unaenda kwanza kwa maombi sababu una kitu kinakusukuma. Daudi alipomaliza sasa kupakaliwa mafuta, bandugu yake baliwaza ni ule. Sasa njoo baba yake alimtumana akasema, mtoto yangu, uende uone wakubwa yako wako kuvita. Na njoo periode yonye Goliathi alikuwa anagombana na Waisraeli. Ama Wafilistini walikuwa wanagomba na Israeli. Wanagombana na Israeli. Sasa Yese akatumana Daudi, uende uone wakubwa yako kuvita. Daudi akaenda akapeleka chakula. Wanyonye washibe, sivyo? Akapeleka chakula. Alipopeleka chakula, akakutana wako kutere, lakini wako wanajificha. Jameni, kila mtu ana nguvu zake na mwingine iko na nguvu zake. Wako wanajificha. Anawauliza, mbona mko mnajificha hapa, ni vitu gani? Sema pole. Hapa mbele kuko mtu anaitwa Goliathi. Anatumaliza. Iko wapi? Yeye anasema sana, iko wapi?
Nataka tutoka kwa ajili. Tuseme pole iko ya muone ule wa mrefu. Na ule Goliati kanasema, ninataka katikati yenu nyinyi wa Israeli kujitokeze mtu mmoja ama kundi ya watu ikuje saini imarisi. Jameni, ni kutembea pole. Yawezekana ulipiga huyu lakini hautapiga huyu. Tembea pole. Kila mtu ana mafuta yake. Kila mtu ana mafuta yake yenye lipakaliwaka. Kuna mwenye lipakaliwaka ya mpembe, mwingine akapakaliwa ya mchupa, lakini kila mtu ana mafuta yake. Sasa anaendelea na tukana wale wa Israeli. Wale wasoda wa Israeli. Kisha Daudi akasema pana, mimi sitaenda kusimama. Sitaendelea kusimama. Ilifaa nenda nipigane naye. Bakamwambia, "Una katoto. Unawaza ni bure kukondola kunyumba chunga." Ushazoea kuzunguruka mpori kule, sasa unawaza bure mvita kwa kukondola ndio mwenye haujua venye biko huko. Bakasema pana, mimi nitagombana naye. Muniache tu niwaonyeshe, muniache. Bakasema katoto wewe rudia wao usiache wanatuona. Jamani, kuishi na mtu wa muoga inaweza acha na wewe oga inakuingilisha. Unaanza kimbia na kuogopa, ulikuwa huogopake sababu unaishi na muoga. Ule mwenye nalala mwambie hapa wanalala. Ni kusema Daudi akasema pana, mimi nataka nigombane naye. Kweli ndagombana naye. Wakasema pana, aka katoto kasikufia papa hii vita, tuambie mfalme. Asiseme kama si ndio tumemtoa wamuue. Lakini mfalme alikuwa hajue siri kwamba Daudi alipakaliwaka mafuta. Ili ilikuwa siri yake, sababu alipakaliwaka mafuta kule mpori, kule kwao kwa baba yake kule muvirage. Mfalme anaishi muvire. Lakini mwingine alipakaliwaka mafuta na iko muvirage. Jameni, hata ulipakaliwaka mafuta na uko mbali, ile mafuta itatumika fasi. Amen. Itatumika fasi yote sababu ni mafuta ya Mungu. Kisha wakakamata Daudi, wakampeleka kwa mfalme. Biblia inasema kwamba alikuwa kijana mwekunda. Ni kusema Daudi alikuwa kama mweusi. Wenyewe mnaonaka filme za kuonyesha kwamba ni mzungu, hapana. Daudi alikuwa kama mweusi. Alikuwa mweusi mwekunda. Ndio vile Biblia inasema. Ukisoma kwa verse 17 ya pale, ndio vile wanasema vile. Alikuwa kama mwekunda. Waanze kuduze ufike kwa 17. Alikuwa mwekunda. Kisha Daudi pale sasa kuile vita yake. Anafika kwanza kwa mfalme wa Sauli. Sauli akasema, "Wewe ndio utapigana na Goliati?" "Ndio." "Ulisomeaka wapi?" "Mimi nilisomeaka mpori." "Eske huko siku wazazi watuhurumia. Ulishaingia kuvita? Huko siku ulishaingia kuvita?" Wanamuuliza sasa. Jamani, kuko watu wanazarau wengine. Mtu anaweza penda kudharau, akuone mtu wa bure anakuonea tu makoti. Jean, naona maisha yako labda uko maisha mabaya leo, hajua kama kesho inaweza badilika. Mtu anaweza na kuko mwenyewe anaweza ukoona sasa eske huyu. Wakati mmoja nilienda kuhubiri kwa Sebse kule chini Birere pale kusenyezi. Balikuwa na kumaendeleo. Balikuwa na mkutano ya reconciliation. Mwile periodi yao ya zamani ya mavita. Sasa mimi njo bakainvite kuhubiri. Mwenyewe ni invite, bali invite kamutu. Ule mwenyewe bali invite katoroka kaniingiza, mimi nja gachomeka ndani. Akasikia oga. Mimi nilikuwa njo mara kwanza nimeingia kwa Sebse. Wakanipa tu teme, wakasema utafundisha juu ya upatanishi. Mkutano kubwa, wale wamisioneri wao wazungu wako pale. Sasa naikala pale. Kwenye nilikuwa naikala, mchungaji mmoja alikuwa pale karibu akaniuliza, "Eske ulishasoma?"
Tulikuwa tunaikala tu pale mbele, tulikuwa watatu. Nikamwambia niko na somo. Nikaishia pale. Sikupendaka niseme vya mingi asinitoshe mkiroho. Sababu mimi najua vile nilikuwa nalilia neno. Niko natafuta, yani niko na connection yangu na Mungu, niko na uwepo wangu. Asinitoshe muwepo jamani. Nikasema niko nasoma, naishia hapo. Na aliniuliza kama Mfransa, nikamjibia mu Kiswahili. Nikaishia pale. Nikusema kuna mtu anaweza kukuona, anataka kuingiza mambo mengine Kifaransa cha mingi, watu tafuta na maverbu zikose, navyo nyunge hubiri vinapotea. Sababu gani? Amekuingiza mambo mengine. Wewe sasa achana nayo. Amen, amen. Amen. Sasa Dawidi wakamuuliza, uligombana wapi? Akasema mimi nishagombana. Wapi sasa? Vile mfalme anajitetea sasa mbele ya mfalme. Vile unaniona mfalme, mimi niko mchungaji wa kondoo. Na kila mara kondoo zangu ninakutanaka na maatake za mingi. Siku moja simba ilikujaka kupeleka kondoo yangu, nikaikimbiza, nikaikamata, nikainyang'anya ile kondoo, na ile simba nikaiua. Siku ingine dubu ikakuja, nikakamata ile dubu, nikaikamata, nikaipasura, na ikakufa. Nikusema katika kazi ya Mungu, wewe mwenye ulipakaliwa na mafuta ya Mungu, inabidi uwe na matendo, yani reserve kwa Kiswahili ya mzuri ni nini? Imilima haiko tu matendo. Matendo uko tofauti na reserve. Kazi ulizozifanya za kushuhudia ile mafuta ulitengeneza kagari gani? Si ni kweli? Unajibia mlitengeneza kai gari na hii inaishi. Kumbe unajua kutengeneza. Uko muganga, ulitunza kanani, ukasema mimi huyu alifika kanataka kufa, nikampiga shindano akapona. Akafika, nikampiga ingine akapona. Mimi niko muganga. Amen, amen. Inabidi uwe na ushuhuda ya ndio nilifanyaka ya kuonyesha kwamba kweli ulipakaliwaka mafuta. Amen. Amen. Sina wanabii. Inabidi kila mtu pia awe na ushuhuda ya watu wenye tabiri yake vikatimia. Ni nani mwenye tabiri yake akapata? Huyu ni mtabiriaka kama dapata milifura bakaimpatia. Huyu ni kamtabiria kama batampatia nguo akaipata. Niko nabii. Amen, amen. Inaomba uwe na ile ushuhuda ya mwanyashi ya kazi reserve yenye ulishafanya. Amen. Dawidi sasa ndio akasema mimi zile zote wale wote nishawapiga. Sauli akasema aliposikia mtu mwenye uwaka dubu akaua simba, Sauli akaogopa, akasema huyu mtu tutembee pole pole. Akasema basi ngoja nikusaidie nikuvalishe mateni. Akasema sawa, niko tayari. Sasa akakamata teni ya kuvala sasa. Akakamata kikofia cha kabambi, kikaske cha kabambi. Sasa wakati ananivala na alikuwa ngai kijana, anakuwa sana anasimama hivi vinakatara, apiga mguu vinakatara, sema hapana, vinanivunja. Ndio maana usije vya wengine. Ukiga vya wengine vitakuvunja tu. Vikamvunja, anapandisha kichwa akasema hapana, ikishapumu nitoshe kwanza, ikishapumu nitoshe. Vyenye walitia humu, anatafuta tembea nasikia na mkogota. Mubebe na hivi. Ndagombana tu hivi. Amen. Amen. Gombanisha mafuta uliopakaliwa. Gombanisha karama uliopewa. Gombanisha uwezo uliopewa. Inatosha, siku ni siku utashinda. Utashinda, usiogope. Amen. Tunagombana vita mingi, usiogope, utashinda. Amen. Goliati sasa iko kule ikanajitapa. Kisha Njoma kauliza sasa,
Daudi wanamuuliza sasa, utaniwa silaha gani? Akasema mimi niko na kamsheleti, ndio pangu mjaleti pango, ndio pango, niko na pango yangu. Unaona iko kila mtu iko na Kiswahili yake. Niko na pango yangu. Ingine nikusema hivi, yeye Daudi akasema silaha yangu ndio hii, na majiwe 3 yenye sita detail, lakini majiwe 3 na kila jiwe ilikuwa na jina lake. Jamani, nimesema usiigeike vya wengine, tembea na vyako. Usikamate silaha za wengine, tembea na silaha zako. Silaha zako zinatosha kugombana na kushinda, lakini ukigombanisha silaha za wengine hautashinda vita. Tembea na silaha zako zinatosha. Ukitembea na silaha yako utapigana na ushindi. Daudi akasema nitatembea na silaha yangu ya pango. Akaenda kuvita. Alipoenda kuvita, wakubwa yake walimuona sawa mtoto mwenye anaenda kufanya mambo ya ufarisere, para anaenda kucheza kuvita, lakini Mungu alikuwa anajua kama atamtumikisha. Jamani, niko nasema juu ya mafuta. Unapopakaliwa mafuta, una uwezo. Kuna uwezo wa Mungu anaweka ndani mwako. Na hiyo mafuta sio mafuta ya musoko, ni mafuta ya kiroho. Hiyo mafuta ya kiroho unapoipakaliwa, uwezo wa Mungu inaingia ndani mwako, unaanza kuwa na nguvu tofauti na zenye ulikuwa nazo. Tofauti na zenye ulikuwa nazo. Jamani, si wote tunaishi. Na kila watu wanakutanaka na masharibu, lakini masharibu za kila watu haziko sawa sawa. Mapepo zinataka kwa watu wanakutanaka na mapepo mingi, lakini mapepo habote hazibapigake sawa sawa. Hapana. Amen. Nitaishia kwanza hapa. Niko nasema tu hapa tumeishia. Msorte ya mafuta ni sorte 5. Mafuta ya kwanza ni yenye mtu anapakaliwa, yani kuna nguvu zenye mtu anatembea nazo. Zile nguvu zinakusaidia kupigana vita kwenye hauku. Unaweza kuwa hata unalala. Niliona ka video kamoja, mhubiri kanahubiri. Iko mchiwanja. Kukakuja pepo. Pepo ikamwambia, wewe unayesema juu ya Yesu, umefanya muda mrefu ukisema juu ya Yesu. Sasa désormais na kusema Yesu. Désormais na kusema Yesu. Yesu mwenye unasema kila siku, achana naye. Mwingine akamwambia ule mhubiri, alikuwa kabisa anapakaliwa mafuta. Ule mhubiri akamwambia, nyamanza, ikiwa ninasema Yesu, kuna kitu nilitosha kwake. Amen. Huyo mwingine akamwambia, hapana, hata ulitosha kitu kwake, lakini kwa siku nyingine alikuwa achaka. Mwingine akasema, pana, hakuniachaka ni nyamanzaka, sababu alikuwa ananitayarishia vizuri zaidi. Amen. Inabidi katika maisha uwe na mafuta ya kuweza kukupigania mbele ya wahadui wako. Amen. Juma atake ni za mingi, wachawi ni wengi. Sasa wakati aliendelea kumjilia vile, ule mchawi akainuka kumwatache. Ule naye akakuwa na uwezo. Jameni, msiwe na oga katika vita za kiroho. Amen. Mwache oga. Ukiona mtu iko na pepo mbaya, usimhogope, sababu wewe ndani mwako kuna nguvu zaidi ya yenye iko mwa ule mwenzako. Una nguvu wewe zaidi, una uwezo zaidi. Kwa nini kuogopa? Usiogope mtu. Hata ukikutana na mchawi usiogope yako, na usianze kuogopa ndani ya moyo. Ujue ndani ya moyo kuna nguvu ziko ndani mwako. Najua tunavaa sawa sawa. Ninaweza hata kuvaa na nguo inafanana ya mchawi, lakini mimi ndani ya nguo na ndani sio tunadunuraka msoko moja. Soko ni moja, makoti ni moja. Kuna mara navaa hata nguo ya shere kushinda yangu, lakini nina uwezo zaidi na uwezo wake. Amen. Ndio maana usiogope, maana Mungu ni mshindaji kwako.
Mungu abariki neno lake. Amen. Tunataka kuomba. Tunahitaji kwanza mafuta ya kutembea nayo. Amen. Kila mtu apewe mafuta ya kutembea nayo. Apewe uwezo ya kutembea naye. Hiyo uwezo ndiyo itakufunua mambo mengi. Hiyo uwezo ndiyo itakupigania hata katika wadui wako. Hiyo uwezo ndiyo itamaliza na uga yako. Watu wako na uga mingi. Tunataka tusimame kwanza tu. Unasikia ndakufa tu. Ndakufa tu, niko nasikia ndakufa. Ungekufa haungevisema. Lakini ufi umevisema hautakufa tena. Ungekufa ungevisema. Lakini ufi umevisema. Amen, amen. Tunataka tembea nayo, tuiombe. Unapoingia msoko, utembee na uwezo wa Mungu. Unapotembea mubarabara, tembea na uwezo wa Mungu. Unapochuruza na uwezo wa Mungu. Na hiyo uwezo itakuprotege katika maisha yako yote. Mungu abarikiwe. Amen. Urabizi Yesu, urabizi wewe, urabizi mana. Urabizi Yesu, urabizi Yesu, urabizi mana. Utembee nazo, ulale nazo, uchuruze nazo, utumike kazi ya Mungu na zile nguvu ziongezeke. Ikiwa nguvu zilikuwa zimeisha ndani mwako, hiyo mafuta imeisha, ambia Mungu akuongezee mafuta ya kutembea nayo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana mtakatifu wa amani, Mungu wa rehema, Mungu wa uwezo, Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, hakuna mwingine, ni wewe. Ni wewe una nguvu, ni wewe una mamlaka, ni wewe ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, jina lako litakatifu.